Harambee. Asanteni sana viongozi. Leo Bwana Mkua umenifurahisha kabisa. Pigia makofi huyu mwanangu. Amefanya kazi. Unajua alikuja kwa ofisi yangu. Akasema kuna viongozi. Si nyinyi viongozi? Wanataka kushauriana na wewe. So msiwe na hofu. Hii ni mashauriano. Hata nikizungumza nitamuuliza maswali tushauriane, si ndio? Mkuu akaja akaniambia kuna watu wanataka kusikia sauti yako. Vile unazungumza wanakuona tu kwa TV. Hiyo ni kweli? Wanakuona tu kwa TV. Hata ukipigwa na kasongo kwa nyumba yako wanakuona kwa TV. Si nimefika? Si nimefika? Si mnipigia makofi? Na nyinyi hata kujipigia makofi because kwanza Nyandarua na Laikipia mmekuja kutoka mbali. Asanteni sana. Roho yangu leo ina furaha tele. Na watu wanacheza na siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya inaanza na viongozi wa mashinani. Si nyinyi ni viongozi wa mashinani? Naona kuna mama alikuwa ananiuliza hapa, wewe kuja chini. Kuja chini. Haya, nimetoka kwa TV nimekuja chini. Niko hapa. Na nimekuja kwa sababu nataka kumjulisha ile shida ambayo tuko nayo. Na hii shida si mchezo. Ni shida ambayo inatukumba leo, itakuwa kwa watoto wetu, inakumba Gen Z, ni watoto wangu, itakumba watoto wao. Hakuna mahali itaenda sisi tukiwa wananchi wa Kenya tuseme tumekata kauli. Na kwa ufupi shida ni hii. Sijui kama nyinyi mnaonekana nyinyi mko sawa, hamna shida ya uchumi. Bana. Nishauriane ukweli. Hata warembo mnaonekana mko sawa kabisa. Bana. Mko na makeup, mna kila kitu hapo. Mko sawa. Mko sawa. So tumekubali shida ni pesa. Shida ni uchumi. Haya, historia kidogo tu. Na kwa watu hadimu. Na kwa watu wa biashara. Najua mnajua hesabu. Unajua hesabu kidogo. Haya, historia ya hesabu. Silikuwa Rais Moi alikuwa aliachilia Kibaki. Haya, kwa uchumi alifanya hivi. Kwa ile pesa ambayo alikuwa anarokota kutoka sisi, kwa sababu mjue serikali inatembea na pesa ya nani? Pesa ya nani? Haya, sinaitwa ushuru. Haya, kwa ile pesa ambayo alikuwa na hesabu na rokota kutoka sisi ilikuwa bilioni 200. Bilioni 200. Umeshika hiyo hesabu? 200 bilioni ndio ilikuwa fedha yetu ya ushuru. Deni wakati alipatia Kibaki ilikuwa 600 bilioni. Umeshika hiyo? 200 billion tax revenue. Umeshika? Na 600 billion deni. So ukichukua hiyo 200 billion na 600 si kama 3 times. Si ni 3 times? Nimekosa hesabu hapo? Nimekosa? Haya. Kibaki akalia kiti. Alikalia 2003. 2002, 2003. Wakati alipatia uhuru, ushuru ulikuwa umepanda. Si alipanua uchumi yote? Ushuru ilikuwa umepanda mpaka 1 trillion. 200, 300,
400, 500 mpaka 1 trillion. Hiyo ni pesa mingi sana. Ni pesa mingi. Haya. Deni ilikuwa 2 trillion. Umeshika hiyo hesabu? 2. Sasa wakati wa Moi ilikuwa 3 times. Si ndio? Sasa wakati wa Kibaki 1 trillion na 2 trillion ni how many times? 2 times. Si alipunguza? Haya. Si Uhuru alikaa ni 2013. Alikalia kiti. Anajua wengi wenu hapa mlimpatia kura. Hata mimi nilimpatia kura. Nimsaidia sana. Hata kama alibambia nyumbani nilimsaidia sana. Aingie kiti. Wakati alikuwa anapatia Ruto ashike urais wa Kenya, deni na ushuru, nataka musikie kabisa, ushuru ulikuwa umefika 2 trillion. Unapiga hesabu? Unapiga hesabu? Na deni ilikuwa imefika 9 trillion. 9 trillion. So okay, si Kibaki aliwacha 2 times. Sasa hii ni ngapi? 2 trillion. Ni 4 times. Hata amezidi ile ya Moi. Tumpigie makofi, ametuzidia na shida. Kwa nini hamtaki kumpigia makofi? Sasa nataka mjue ile pesa yote ambao huyu mjamaa anarokota kutoka sisi, hiyo pesa yote inaenda kulipa madeni. So hana hela. Ile hela unasikia wanaiba, wanatembea nayo, wanampatia promises, sijui nini, anakopa. Ile ambayo nakula State House anakopa. Ya petroli anakopa. Kila kitu anakopa. Na nataka mjue mwaka huu ni 2 trillion, 2.4 trillion tunalipa kwa madeni. Mwaka huu ambao unakuja financial year 2026-2027 ni 2.6 trillion. 2027-28 wakati tumemfukuza ni 2.8 trillion. Hata Jimmy akiwa rais atakuta hiyo deni hapo. Na inachukua kila kitu kutoka sisi. Na hiyo mwenendo unaisha, labda itaisha in the year 2040. 2040. Haiendi mahali. Haiendi mahali. Sasa hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Ni kubwa ama ni kidogo? Yaani kwa shilingi 100 ambao huyu anarokota kwa ushuru kutoka sisi. Hii ni mwezi wa 4 sasa wa this year. Tunakaribia the end of the year. Shilingi 9, 90 shillings kwa hiyo 100 inaenda kulipa ushuru, inaenda kulipa deni. Hana hela, anakopa. Kama 90 inaenda, hii watu wa county hapa kama MC wangu wanataka 50 shillings. Kama ni 90 and wanataka 50, anabaki na si yako na 10. Nini hiyo ingine anakopa. Kulipa masalaries ya majeshi na kila kitu anataka 60. Si amefika 100 ingine? Haya. Sasa ni hela gani ambayo uko nayo? Na msijaribu kufikiri inaenda, hata mkopo unaisha. So watu wakizungumza mambo ya 1 term na 2 term, mjue hata kama tunamkuza nje, ule ambao atakalia kiti, labda mtamwambia ni 1 term, si half term, ni 3 months baada ya kushika hiyo kiti.
3 months utasema hayatoke kabisa, kama hata atatua hii shida. Hii shida ambao haiendi mahali, haiendi na mahali. Wajua, umesikia bibi wangu akizungumza mambo ya Noa, mambo ya safina. Ni kweli Mungu hakupatia Noa chungwa apande, ama sikio asikie, ama waipa asijue. Mimi mko na magari ya ili muwe na waipa? Hapana. Mungu alipatia Noa hesabu ya hiyo meli. Si mnajua nani anajua hesabu? Kwa hao viongozi wetu kuna mwingine ambaye anajua hesabu. Tumepiga hii hesabu, tunajua hii shida inatumaliza. Kama nini hamuna pesa, mnadhani serikali iko na pesa? Na kama serikali haina pesa, serikali ni nani? Si ni nyinyi? Si ni nyinyi? Haya, niulize swali. Nani hapa hana mkopo ya mtu? Weka mkono juu. No. Weka mkono juu kama huna mkopo. No. Msemo kweli. Yaani nikubaya namna hii. Nyote mko kwa fuliza ya aina kadhaa. Ya aina kadhaa. Sasa ukisikia serikali iko na shida ya makopo, hii mnakuanga nayo. Umeshika? No, lakini naona jenzi hawa ni hamna mkopo. Wewe acha. Ati mimi hamjalipa hasla. So mko na hiyo uso yenu ni uso ya serikali. Okay? Kama uso yenu uko kama yangu, si niko na furaha, hata nyinyi mtakuwa watu wa furaha. Mtakuwa watu wa furaha. So hii shida haina ukabila, haina region, haina na mtu wetu, haina na sijui nini. Si wanasemanga politics is local. Local ni kwa nyumba yako. Kama hii ni shida kwa nyumba yako, hata ukiwa Mkikuyu, ukiwa Mkale, ukiwa Mpokomo, ukiwa Mluya, iko kwa shida, iko kwa nyumba yenu. Sio ni local? Sio ni local? Na sisi kwa Safina hatubagui. Tumesema hiyo shida, vile umesikia deputy wangu akizungumza, tutaitoa kabisa kwa sababu ilikuwa ukora kabisa. Hakuna mtumishi parliament alipitisha hiyo ukora. Hakuna. Tutaikata on day one. Umesikia? Mkiniweka kwa hiyo kiti, kuna watu watatetemeka. Mkiamini mniweke kwa hiyo kiti, utaona watu wakitetemeka. Na si hapa, dunia nzima. Dunia nzima. Kwa sababu hata wale wa nje wanajua sasa tuko kwa utumwa ya kulipa hii kitu. Wao wanaendelea kufurahisha maisha. Wakisikia Safina imeingia, imechukua urais, serikali ya Kenya ni Safina, watajua wamezama. Na utumwa ambao walituma hapa itazama. Hiyo ndio agenda yetu. Nasikia Ruto akizungumza mambo ya agenda. Ati wale hawana agenda, hawana sijui nini, ni one term kasongo. Hiyo itakuja. One term kasongo, hiyo ni kweli. Jenzi waliamua zamani sana, wacha ambao wale ambao wamekuja baadaye
Gen Z ndio walianzisha hiyo kitu ya Kasongo, wakasema he must go. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Waliendea bunge wakapigwa risasi, wakasema hata kama hiyo risasi haiponi. Tuwapigie makofi hao Gen Z. Wametuokoa kutoka mbali. Na wale ambao wanasema ati waache, wakati huu Gen Z watakuwa mbele, si nyuma. Si hata mumeona niko na MCA hapa. Unajua wewe kijana alikuja kwa ofisi yangu, akasema yeye anataka tu makofia, maskafu na matisha, hataki pesa. Kamuuliza, what do you mean hataki pesa? Asema yeye hataki pesa. Atatembea tu. Mimi nitatembea namna gani? Niko na punda itanipeleka kwa nyumba zote hapa kwa hii wodi yangu. Huyu alikampenia kwa safina akiwa kwa punda. Mpigie makofi mimi. Wale ambao wanauliza pesa, hii pesa gani huyu si yuko MCA? Akiwa 21 years old aliingia kwa hiyo kiti akizunguka na punda. Ile safi na pesa tunasema ni kusema ukiingia utaanza kupata pesa, kwa sababu serikali itaondoka kwa maisha yenu. Si sasa iko kwa nyumba zenu, itaondoka kwa maisha yenu. Ushuru tutapunguza, mmesikia deputy akizungumza. Mambo ya shule mtabaki na hiyo pesa kwa mfuko. Mambo ya elimu, mambo ya afya mtabaki na hiyo pesa. Si ile promises za Kasongo, asome mama mbogo nitaleta sijui. Sisi hatuleti, tunasema ibaki kwa mfuko. Usitoe. Na mkienda kwa bank wanapiga magoti, sasa wanamfanyia kama nyinyi ni adui. Watapiga magoti, waambia nyinyi chukueni pesa, ni pesa yenu. Interest ni kidogo, hata security hatutaki. Twasema hivyo kwa sababu we know the liberation ambao iko sahihi. Liberation ya sahihi ni hii. Kweli ama si kweli? Mufanye hii nione kama mnaona kweli ni hii. So kama ni hii, mnasikia nini? Mnasikia nini kutoka huku nje? Kasongo kweli ataenda na wanta na nini, Ruto must go ni sawa, lakini baada ya kwenda tutafanya namna gani? So leo ni mashauriano. Mimi hao watu wa one term walinialika mkutano last year, nikaenda kwa sababu unajua si tunapanga siasa sasa, na nyinyi ni wanasiasa, nyinyi viongozi mnataka kujua mtasema namna gani mkienda ground. Waliniita akasema Kasongo ndio shida, tuungane tutoe Kasongo. Asema hapo tuko mia kwa mia, kwa sababu yeye hawezi tatua shida yetu hii ya uchumi. Tumekubali. Lakini nikauliza, baada ya Kasongo kwenda, tutaambia wananchi, tutawafanyia nini? Ajenda yetu ni gani? Wengi wao kaniambia ajenda tutatengeneza huko baadaye. Nikasema unajua shida yangu, naona hii Ruto must go, Kasongo, one term, kila kitu itaanza kufanana kama ile bottom up. Itaanza kuna tofauti. Itaanza kufanana kama ile ya bottom up, kama ile ya hasi.
ya maana wananchi wa Kenya, kwa sababu mimi nikiwatembelea, kwa sababu msifikiri siendi kwa ground. Kuna manyumba hapa nimetembea sana chini, wote wanasema shida ni moja, hawana hela. So tuko na agenda, na hiyo nasema tunakusikia kwa runinga hiyo agenda, lakini hiyo agenda hii mambo ya madeni inakuwa very controversial, hatuielewi kabisa. Kasema basi nyinyi muendelee na hiyo yenu ya one time Kasongo, mimi nitaenda kwa wananchi direct niuze hii kitu, wakinisikia basi si tutakutana baada ya uchaguzi. Wakinisikia wakiambia nyinyi muje kwangu, utakuja before election. Hiyo ni mbaya na si mbaya? No, anajua sasa tunashauriana. Unataka kufanya nini? Hiyo ni mbaya na si mbaya? Ni mbaya? Iko sawa? Sio iko sawa? Na nataka kumpatia historia kidogo, isije muwe na hofu ya kwamba labda hao opposition hawatakuwa pamoja, hawatakuwa namna gani. Usiwe na hofu. Sisi wote tumekubali ni lazima mtu aende, si ndio? Mimi nataka kiti yake. Wakati tulikuwa nasema Moi must go, watu walisema Moi must go in 92. Hakuenda. Alienda. Wakasema Moi must go in 97. Alienda. Lakini in 2002 alikuwa naenda, akashika mtu mmoja akasema huyu ni mimi. Alisema huyu Uhuru ni wake wakati huo. Tukasema ni lazima aende. Kulikuwa viongozi kadhaa. Kalonzo Musyoka alikuwa anataka hiyo kiti. Raila Odinga hata kama alikuwa na cooperation na Moi, alikuwa anataka kiti. Kulikuwa mtu anaitwa Simeon Nyachae alitaka hiyo kiti. Rafiki yangu kabisa anaitwa George Saitoti alikuwa anataka hiyo kiti. Kijana wa Malwa alitaka hiyo kiti. Wengi wakakaa wakashauriana, kasema tunataka ule ambao ni lazima atamaliza ule mwingine. Okay. Hata wakati huu kama wanataka kununua Ruto, kama ni ukweli shida ni William Ruto na uchumi wetu, watafika mahali waseme ni nani atamtoa. Mimi nataka kuambia nyinyi mkiwa hapa, hakuna mwingine, unamwangalia hapa. Hapa. Huyo mjamaa tunamjua. Huyu mzee wa Molo anayezungumza wewe. Mpigie huyu makofi, anazungumza kwa nguvu kabisa. Ruto ni mjanja. Anangojea ati candidate ya opposition ni nani. Mkiweka yeye namna hii, anaanza ukarabati. Hata huku kwake kwa UDA ataanza ukarabati. Na tunajua ukarabati iko wapi. Tunajua ataichezea wapi. Tunajua. So msiwe na hofu. You are looking at the 6th president of the Republic of Kenya. Na msiwe na hofu ya kwamba nitawachilia hii kiti. Nasemanga na huyu rafiki yangu Willis Otieno, tumetoka mbali na huyu kijana.
na ni kijana. Huyu kijana tulikuwa na yeye in 2017 wakati tulikuwa nasaidia Raila Amolo Odinga, na nilitoka kwa Uhuru kwa sababu ya hii maneno. Willis Otieno alikuwa campaign manager 2017, ile ya NASA, ile ya kwenda Canon. Huyu ndio alikuwa campaign manager ya baba. Mpigie makofi. Na Willis Otieno, msiona yeye namna hii ati kijana kichwa bongo wakili kila kitu imejaa wisdom. Huyu kijana pigie makofi. Na ni wa huku Siaya, ni wa huku Siaya. Huyu wakati Uhuru alivamia nyumba yangu in 2017, huyu alikuja na baba kuokoa mimi. Simpigie makofi. Baba akienda handshake, huyu akasema, ai, mimi niliona hiyo campaign, ninajua nani alitengeneza hiyo. Hii mambo ya kwenda kwa baba ati wende na Uhuru, nikaachana na hiyo. Mimi Jimmy, ukinionyesha ni hivi, naenda hivi. Kutoka 2017 ataniacha, nimekuwa na yeye. Sikasongo alivamia nyumba yangu tena. Na huyu alikuwa mbaya. Wadhani Uhuru alikuwa na huruma kidogo, alikuwa na hurumia familia yangu. Huyu kuna video nitamwonyesha hivi punde, vile askari walikuwa wamekanyaga bibi yangu hapa kwa shimo chini kwa nyumba yake, vile kijana yangu Maina anapigwa na askari 10 hata na bunduki namna hii, na naamuka nasema hamtaingia, anapigwa tena. Niko na netu mwingine anaitwa Kesa, alipigwa hivyo hivyo. Wamboi wangu, my own mother, Wamboi akapigwa hapa makofi. Huyu hana huruma, hana humanity, hana. So ukisikia jenzi wakilia, ni kweli ni mnyama huyu mtu, ni mnyama. Nimejionea mwenyewe kwangu nyumbani. So ukisikia watu wanalia, tafadhali please, tafadhali msikaribie huyo jamaa, msimkaribie. Hata nyinyi kwa Mungu mtaisha. Huyu ni kama ni shaitani ambao anatembea hapa na sisi. I'm telling you. Na mjue kwa hiyo nyumba in 2020 kutoka 2010 all the way mpaka awe deputy president alikuwa anakula chakula kwa. Yes. Muulize hata kwa NBC yake. Alisema wazi wakati walitengeneza ile agreement yao na Uhuru, kulikuwa mtu mmoja ndani ya room, mimi alikuwa naishi kwa nyumba yangu, anakula ana nini. Huyo bibi ambao walimweka mguu kwa shingo, alikuwa anampikia chakula, anamletea namna hii. So kama ni kwangu anaweza fanya namna hiyo, kwenu ni nini? Kwenu ni nini? Kifo. So please, wacha hiyo. Wengine wametupa tu kwa makazi zao, si wako hai. Sisi tumeona shida ambao wengi ya mafamilia hao hawezi kuimagine. So mjue roho yetu, tunajua shida yenu na tunajua hawa watu, na tunawauliza tafadhali,
Hii si wakati wa vita, si wakati wa matusi, ni wakati wa kushauriane na ukweli, si uongo, ukweli. Tafadhali, mimi nawaomba mkienda kuona wananchi, kwa sababu nyinyi ni viongozi, mkienda mashinani, mshauriane bila vita, mzungumze shida yetu, na shida ni moja. Manyumba zinaharibika kwa shida moja. Mupeleke ujumbe wetu, meseji yetu ya Noah. Mafuriko imefika, itavamia sisi wote, hakuna mtu ambao atabaki. Tafadhali ingieni hii Noah, hii safina ya Noah, muingie, tuokoe watu wetu, muingie. Na sitaki kusikia kuna vita, kuna nini. Hapana, kwa upole tu, kwa sababu tuko na agenda. Kwa upole tu, tuko na message, na ya Mungu haina vita. Iko na vita? Haina vita. Wale ambao wanataka kupigana, wana kelele mingi ya matusi, waendelee, hiyo ni shauri yao, labda hiyo ndio siasa yao. Sisi ni kwa upole, na nataka ujue, huyu namjua. Hata wale ambao walimjua 2022 unamjua. I have known him since 2005. Namjua kabisa, na yeye kwa roho yake anajua hakuna mtu nchi hii ambao angesaidia yeye kama mimi. Anajua. So let me tell you, huyu tutamwangusha. Tutamwangusha kwa upole, kwa Mungu. Hata yeye anajua dini is not a joke. Si wamekuja mara mbili wamepata kwa hiyo nyumba. So wale ambao wanasema tuogope, nani anaogopa? Na mtu alisimama hapa anasema usiogope. Mimi niogope nini? Kwani nini? Nangojea nini kwa maisha yangu? Nangojea nini? Simu nikipiga moja, hata watoto wangu wamemaliza shule. Wacha kupiga hawa risasi. Mje unipigie. Yeah, what else do I want? Kuna nini natafuta ingine? Other than kusaidia watu. Hii miaka ambayo niko nayo ni kusaidia watu tu. So, naogopa nini? What am I living for? Kuna kitu ambao sijaona? Kuna. Kama ni ile watu wanakula huku Ulaya ile mzuri ile sijui kabia, hii yote tumeona hii kitu, kila kitu. Kiwa hata watoto. That is not the issue. Nchi hii imetubariki sisi wote. Na kama tuko na umungu ndani yetu, pastor ameenda wagogo. Kama tuko na umungu ndani yetu, we must leave this country, this world better than we found it. Hiyo ni jukumu yetu. That is what we are living for. You do. But how others take over. So please, viongozi, kwa upole, kwa roho moja, kwa roho yangu, unisaidie tafadhali. Sasa naona naanza kuchoka. Unasikiza? Unasikiza? Huku mbele. Huyu mtu atajaribu games kadhaa. Mkiona tukipigwa, mkiona tukinini, msijali. Hii msafara hata akijaribu namna gani, hata akifanya nini, tukiwa na nyinyi wananchi,
hakuna mahali ataponea. Na msifikirie mkituona kwa runinga ati tunapigwa, tumewekwa ndani, ati tumewachana na hii msafara. Umeshika? Umeshika? Na si ile ya mchezo ambao unasikia anacheza sijui ati makanisa sijui anatupatia kwa sababu ile vita ambayo itakuja kwangu itakuwa kubwa sana. Itakuwa ujue mimi ni Noa. Mimi ni Noa. Na hii mwelekeo sitaiwachilia. Na kama Mungu anataka niachilie, si atanichukua. Si atanichukua. Na msijali, hata akinichukua kuna wengine ambao ni wanasafina ambao wanaeneza hii safina mbele. Si ndio? Si ndio? Sisi hatuogopi kitu. Nothing. 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 Nataka muende timu msidauta tio Jimmy pale tulikuwa na wao. Agenda ni kweli, ule Kasongo anasema hawana. Ni kweli. I will tell you the truth. Agenda yao ni moja. Kumwa Ruto. Na sasa nataka kumuuliza, mnataka kuondoa Ruto mkae hivi ama mnataka mubadilisho? Mnataka ubadilisho kweli? Sasa kama mnataka mubadilisho, situfagie wote. Situfagie wote. Wapi yule mama Kadenge? Alizungumza mambo wewe ndio ulizungumza mambo ya fagia wote. Tufagia wote. Wataka hivyo? Mnataka hivyo? Bas, lead the way. Lead the way. Wakati sasa, it is the time for Kenyans to decide their destiny. Si viongozi. Si viongozi. Si ati mnasukuma hapa ukabila, ukabila kitu gani? Yaani ukabila, wewe ndio ulichoose kabila yako. Si hiyo ni Mungu. Wewe ndio ulichoose kama wewe ni man or woman. Si hiyo ni Mungu. Wewe ulichoose kama wewe ni black or white. Si hiyo ni Mungu. Sasa unajigamba ukabila gani hapa? Ukabila ni mambo ya Mungu, and God made us, pastor correct me, in his own image equal. Yes or no? Yes. Equal, yes or no? Yes. So mambo ya kujigamba, I come from where, I am who, we have got this. Hata Kenya, nani alitengeneza Kenya? Si ni mzungu alichora hii boundaries? Ni Mkikuyu alichora? Ni Masai alichora? Sasa unasema mnajigamba hapa tio. No, hiyo si siasa yetu. Sisi siasa yetu ni every household in Kenya, na sisi tunaenda direct kwa wananchi. Umekubali nenda direct? Hapo mnataka mtafute vigogo niende na vigogo? No. Unajua sometimes naenda mahali wananiuliza, Jimmy, uko na nani? Uliza sasa, nani namna gani? Unatembea na nani? Nasema, mimi natembea na wananchi. Nazungumzia wananchi. Unataka kuona nani hapa? Wengi wanasema nani anakusupport kutoka Wajaluo? Nani anakusupport kutoka Coast? Nani anakusupport kutoka Northeastern? Sema si wananchi wananisikia. Na kama hawajanisikia nitaenda karibu na wao wanisikie. Mambo ya kutembea na vigogo. Unataka nitembee na vigogo? Kama bwana gavana wewe unaonekana wewe unasikia? Unataka nitembee na vigogo? No. Tutembee na nyinyi ama vigogo? Wananchi ama vigogo? Basi. Si nyinyi mmekata hiyo shauri?
Nikija Laikipia sitaki kusikia mtu anasema oh. Nikija Nyandarua sitaki kusikia hiyo. Nikija Kurusoi na hapa Nakuru naona nitaanza na Kurusoi. Ninyi mko na moyo kabisa hapa. Nitaanza na Kurusoi. Nikija huku nitatonga huyu mjamaa kabisa. Si mlisema hakuna mtu wetu? Hakuna mtu wetu. Wakati huu ni tumbo leo, kesho na kesho kutwa, si ndio? Si ati mnapatiwa leo alafu mnasema ni sawa, mnawachiliwa kwa mataa. Pana. This game has got to change once and for all. Sisi tumekuja direct kwa wananchi and we will keep coming direct to the wananchi of Kenya. Elimu yetu nikizungumza, unasema safi na pesa. Nikitaja afya, unasema safi na pesa. Nikitaja ukulima, safi na pesa. Nikitaja biashara, safi na pesa. Nikitaja kanisa, safi na pesa. Haleluya. Nikitaja madeni yenu, safi na pesa. Afya yenu, safi na pesa. Maisha yenu, safi na pesa. Bustani ya woza, safi na pesa. Na Jimmy Wanjigi, safi na pesa. Harambee, safi na pesa. Harambee, safi na pesa. Mungu awabariki, asanteni sana. God bless.